Habari za muda huu wana cryptocurrency. Tunaendelea katika jukwaa letu jipya la sauti ya crypto ambalo linaongozwa na Mr. Fay. Jukwaa hili lipo kwa ajili ya kutoa mafunzo mbalimbali ya cryptocurrency, na leo tupo naye tena yule mkufunzi wetu ambaye ni Mr. William Masumbuko, akituelezea ama akituelekeza jinsi ya kutengeneza application ndani ya Apple Studio. Tuwe naye sambamba mwalimu wetu akituelekeza vizuri, ili na sisi tuwe miongoni mwa ambao wanatengeneza application ndani ya Apple Studio. Ila ukiangalia video hii usisahau kusubscribe, kushare, kulike and comment, na ili usipitwe na video zetu ambazo tunazitoa kila siku ama kila wakati. Kwa hiyo tuendelee kumsikiliza mwalimu wetu Mr. William Masumbuko kama kawaida yetu. Tuanze na kumsikiliza anavyoelekeza jinsi ya kutengeneza application ndani ya Apple Studio. Sawa, inawezekana unatamani sana umiliki app ili uweze kutoa huduma kwa pioneers, lakini kwa bahati mbaya labda huna ujuzi wa kutosha wa kutengeneza app. Usihofu, leo niko hapa kwa ajili ya kutatulia changamoto yako kama hiyo. Leo nitaenda kuelekeza jinsi ya kutengeneza app ndani ya Apple Studio. Kwa hiyo utapandisha juu kidogo. Baada ya hapo utakuja kubonyeza hapa kwenye Apple Studio. Kwa hiyo tuguse. Haya, ukishamaliza sasa utaslide kuja kushoto. Baada ya hapo nashauri uchague hapa kwenye custom, kwa sababu hapa kwenye chatbot kidogo pata kusumba, kuna kamzunguko. Baada ya hapo utashuka huku chini, utakuja kubonyeza hapa kwenye create app. Utagusa hapa kwenye create app. Baada ya hapo sasa unakuja kuelezea app yako unataka iweje. Hapa utakuja kuweka app name, yani jina la app yako. Mfano mimi ngoja niweke jina la app yangu, ngoja niweke kwanza herufi kubwa. Nataka niandike pata nafaka. Labda ndio jina la app yangu. Labda kwa mfano nataka niuze mahindi, mpunga, labda nataka niuze jumla. Labda kwa mfano na magodauni nataka niuze jumla kwa pai lakini. Baada ya hapo utashuka huku chini. Kisha hapo nakuja kuelezea hii app yako. Kwa mfano unaweza kusema kwamba app yangu hii inajihusisha na uuzaji wa nini? Wa mchele. Labda inajihusisha na uuzaji wa nafaka mbalimbali kama vile mchele, mahindi, mtama na kadhalika. Utaandika kila kitu hapa. Na unaweza kusoti kabisa, labda wateja wangu hasa itawahudumia wa Tanzania peke yake, au nahudumia wote na watu wa nje pia nahudumia. Baada ya hapo unakuja hapa kuselect ni language. Unakuja kuchagua lugha. Kama ni Kiingereza unachagua, na shauri weke Kiingereza au Kiswahili. Haya, baada ya hapo sasa utakuja sasa hapa kuselect nini? Category. Je, hiyo app yako iko kwenye kundi gani? Sawa, utagusa hapa. Sasa sisi hii app yetu iko kwenye kundi ya nini? La business, biashara. Ingekuwa kwamba labda wewe unataka utoe matangazo ya shule, kwa mfano una shule, una tuition nini, unataka wanafunzi wao wanakuja kulipia kwenye shule yako kwa pai, na maana ungekuja kuchagua nini? Education. Mfano labda una tuition yako, sasa unataka kutengeneze app, watu wanalipia kwenye app, wanaleta watoto wao wanakuja kusomea kwenye shule yako, wanakuja kusoma tuition, na maana tungechagua kwenye education. Ila sisi app yetu iko kwenye kibiashara zaidi, kwa hiyo tutachagua kwenye business. Haya, baada ya hapo sasa hapa tunakuja kuweka logo. Ninaposema logo manake ni picha ya muonekano wa app yako. Je, app yako unataka ionekaneje? Sasa kwa kuwa sisi ni nafaka, unaweza kaenda ukapiga picha shamba la nini, la mahindi na mpunga na mchele, ukapiga picha. Ukishapiga picha sasa hiyo picha utatoka huku nje. Ngoja. Haya. Hiyo picha sasa utakuja kuipunguzia ukubwa wake huku kwenye hii app ya SGIMP. Sawa, utakuja kuipunguzia nini ukubwa wake humu. Itategemeana kwenye sehemu ya upload logo atakuguide wanataka ukubwa gani. Mfano wanaweza wakahitaji ukubwa wa 10 na labda 1500 mara 700 au 1500 mara 800. Sawa, utakuja kutengeneza ukubwa humu kwenye hii app. Sawa, ni picha ambayo ni ile picha ambayo umeipiga picha. Sawa, tukaendelee. Haya, sasa tuendelee, tushuke huku chini kidogo huku. Ndio tuendelee. Kwa sasa kuna njia nyingine ya pili ya kutengeneza nini? Muonekano wa app yako. Sawa. Unaweza pia ukamwagiza AI. Ukaandika tu hapa, ukamwambia labda mimi nataka app yangu ionyeshe picha labda
ya shamba la mahindi. Kwa utamwandikia, utamwambia kwamba set my app to show the picture of maize farm. Umeona? Au naambia set a maize farm as the appearance of my app. Hata kutengenezea picha atakuwekea hapo, utaigusa au anaweza kukuwekea humu moja kwa moja, sawa? Haya, baada ya hapo sasa akikutengenezea picha unamlipa, lakini sasa pai 0.25 ndio ambao unamlipa. Umeona? Kwa kisha andika maelekezo yako hapo, kaandika, unakuja kubonyeza hapa. Zitakatwa hizi, lakini kazi yako inakuwa imekamilika. Baada ya hapo sasa, humu ndani unakuja kufafanua zaidi. Je, hiyo app yako ungependa ibebe vitu gani na vitu gani na vitu gani? Mfano, kama nataka iwe na kipengele cha deposit, utamwambia kwamba add the site of deposit in labda in my app, au unaweza kumwambia akuwekee sehemu pa kufanyaje, pa kulipia. Yaani jinsi wewe mwenyewe unavyotaka app yako iwe ndio ambavyo namuelekeza. Umeona? Kama unahitaji pia app yako ibebe na akiba ya pai, unamwambia akuongezee na sehemu ambapo pai zitakamleza akiba. Kama unahitaji akuongezee na sehemu ya escrow account mle kwenye app yako, labda kwenye sehemu ya menu atakuwekea. Sawa, unamuelekeza tu hapa. Kama una cha kusema basi unatulia tu, unakuja tu kubonyeza hapa. Atajua yeye mwenyewe atakutengenezeaje hii app. Kwa mfano, let's say mimi ngoja niguse, sawa? Haya, itazunguka kama hivi.